Wakati mwingine ungefikiri kwamba kati ya amri zote 10 inayohitaji kuelezwa kidogo ni ya 6, kwa sababu inaonekana iko wazi sana. Hii ni ile ambayo Biblia King James, tafsiri ya Kiingereza inayotumiwa na watu wengi zaidi, imeandikwa hivi: usiue. Hata hivyo, ukweli ni kinyume kabisa. Hii pengine ndiyo amri inayoeleweka kidogo zaidi kati ya zile amri 10. Sababu ni kwamba lugha ya asili ya Kiebrania haisemi usiue kwa tafsiri ya Kiingereza ya neno kill. Inasema usiue kwa tafsiri ya Kiingereza ya neno murder. Lugha zote Kiebrania Kiingereza zina maneno mawili yanayomaanisha kuondoa uhai. Moja ni kuua, ambalo kwa lugha ya Kiebrania hutajwa kama harag, na nyingine ni mauaji, ambayo kwa lugha ya Kiebrania hutajwa kama ratsak. Tofauti kati ya hizo mbili ni kubwa sana. Neno kuua linalomaanisha kill kwa Kiingereza lina maana hii: moja ni kuchukua uhai wowote wa binadamu au wa mnyama. 2, kuondoa uhai wa mwanadamu kwa makusudi au kwa bahati mbaya. 3, kuondoa uhai wa mwanadamu kihalali au kinyume cha sheria au kinyume cha maadili. Kwa upande mwingine, mauaji yanaweza kumaanisha jambo moja tu: kitendo kisicho halali kimaadili cha kuondoa uhai wa mwanadamu. Ndiyo maana tunasema niliua mbu nikitumia neno la Kiingereza kill, sio niliua mbu nikitumia neno la Kiingereza murder. Na ndiyo maana tunasema mfanyakazi aliuawa kwa bahati mbaya, tumia neno killed la Kiingereza. Sio kusema mfanyakazi aliuawa kwa bahati mbaya tukitumia neno murdered. Bas, kwa nini tafsiri ya Biblia ya King James ilitumia neno kuua, yani kill kwa Kiingereza, badala ya kutumia neno kuua, yani murder kwa Kiingereza? Hii ni kwa sababu miaka 40 iliyopita, wakati tafsiri ilipofanywa, kuua ilikuwa ni sawa na mauaji. Kwa hiyo baadhi ya watu hawatambui kwamba Kiingereza kimebadilika tangu mwaka 1610, na kwa hiyo wanafikiri kwamba amri 10 zinakataza mauaji yote. Lakini bila shaka haimaanishi hivi. Ikiwa amri 10 zinakataza kuua, sisi sote tungepaswa kuwa walaji wa mboga. Kuua wanyama ingekatazwa, na sisi sote tungepaswa kuwa wapenda amani, kwani tusingeweza kuua hata kwa kujilinda. Walakini sio lazima kujua jinsi lugha ya Kiingereza ilivyobadilika ili kuelewa kwamba zile amri 10 hazitukatazi mauaji yote. Sehemu hiyo hiyo ya Biblia ambayo ina amri 10, vitabu 5 vya Musa, Torati kama inavyojulikana kwa Wayahudi, inaamuru adhabu ya kifo kwa mauaji. Inaruhusu mauaji katika vita, inaagiza dhabihu ya wanyama, na inaruhusu kula nyama. Uelewa sahihi wa amri dhidi ya mauaji ni muhimu, kwa sababu wakati kila tafsiri ya kisasa inatafsiri kwa usahihi amri kama usiue, watu wengi wanataja tafsiri ya King James kuhalalisha misimamo miwili ambayo haina msingi wa kibiblia: upingaji wa adhabu ya kifo, yani pacifism, kuhusu adhabu ya kifo, na Biblia. Sheria pekee inayoonekana katika kila moja ya vitabu 5 vya Musa ni kwamba wauaji wauawe. Wapinzani wa hukumu ya kifo wako huru kuwa na maoni kwamba wauaji wote wanapaswa kuruhusiwa kuishi, lakini hawana uhuru wa kutaja Biblia ili kuunga mkono hoja yao. Walakini wengi hufanya hivyo na daima wanataja amri usiue. Lakini hiyo, kama inavyopaswa kuwa wazi sana, sivyo inavyosema ile amri, na kwa hiyo ni hoja batili kuhusiana na imani kwamba ni makosa kila wakati kumuua mwanadamu. Tena mtu yeyote yuko huru kushikilia nafasi hii kuhusu ukosefu wa maadili kadiri inavyoweza kuwa. Na ni neno gani lingine zaidi ya kukosa maadili mtu anaweza kutumia kuelezea kukataza kuuawa kwa watu ambaye yuko katika harakati za kuua wanaume na wanawake na watoto wasio na hatia? Tuseme katika ukumbi wa sinema au shuleni. Lakini siyo sahihi kutaja amri dhidi ya mauaji ili kuhalalisha uhalifu. Kuna mauaji halali dhahiri zaidi yanayofanywa katika kujilinda dhidi ya uchokozi, na kuna mauaji yasiyo halali. Neno sahihi kwa aina hii ya mauaji ni murder,
Amri 10 zimeonyeshwa kwenye mbao mbili. Amri 5 kwenye kibao cha pili, zote zinahusu jinsi tunavyowatendea wanadamu wenzetu. Ya kwanza kwenye orodha hiyo ni usiue. Kwa nini? Kwa sababu mauaji ndicho kitendo kibaya zaidi ambacho mtu anaweza kufanya. Amri nyingine 4 zinakataza kuiba, uzinzi, kutoa ushuhuda wa uongo, na yote ni makosa makubwa. Lakini mauaji yanaongoza kwenye orodha hii kwa sababu kwa makusudi kuondoa uhai wa mtu asiye na hatia ndilo jambo baya zaidi tunaloweza kulifanya. Wakati mwingine utakaposikia mtu akinukuu usiue wakati wa kunukuu amri ya 6 kwa upole, lakini kwa uthabiti, mweleze kwamba kwa hakika inasema usiue. Mimi ni mtumishi wa Mungu Emmanuel David Chebet.